mtoto katika malezi ya kimungu. Thamani ya mtoto katika malezi ya kimungu. Ipo thamani ya mama, baba kumlea mtoto katika malezi ya kumcha Mungu. Thamani ya kumlea mtoto katika malezi ya kumcha Mungu. Tumesoma kitabu cha Methali 22 mstari wa 6, nayo inasema, mlee mtoto katika njia impasayo Bwana, naye ataiacha hadi atakapokuwa mzee. Mmesikia watumishi wa Mungu? Sema tumesikia kwa jina la Bwana. Sema kwa sauti yako, sema tumesikia kwa jina la Bwana. Mlee mtoto katika njia impasayo Bwana, naye ataiacha hadi atakapokuwa mtu mzima. Mtoto wako unapomlea katika njia impasayo Bwana, atamwacha Mungu hadi atakapokuwa mzee. Miaka mingi atakuwa na mcha Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukienda moja kwa moja, tuanze sehemu ya kwanza. Andika, huduma kwa watoto ni agizo kutoka kwa Mungu. Huduma kwa watoto ni agizo. Kufanya huduma kwa mtoto wako, wewe kumweka kwenye huduma, ni agizo kutoka kwa Mungu. Nimesema ndio la kwanza la somo letu. Huduma kwa watoto ni agizo kutoka kwa Mungu. Hiyo pointi fupi tu, na ina vipengele vyake kama vitatu. Na ujitahidi kuandika haraka sana. Huduma kwa mtoto ni agizo. Wote tuseme ni agizo. Sasa kwa kuwa ni agizo, hakuna mama ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God hapashi kumleta mtoto kwa Bwana. Hakuna mzazi yoyote ambaye una neema ya kwako wewe pekee, kwamba mimi mtoto wangu nimemzaa. Hakuna haja ya kumfundisha njia impasayo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huduma, tunaposema huduma, kumfundisha mtoto huduma ya Mungu, kumlea mtoto katika malezi yampasayo Bwana. Tunaposema huduma, wewe mama una wajibu gani wa kumlea mtoto katika Yesu? Baba una wajibu gani? Nina wajibu gani wa kumfundisha mwanangu katika njia impasayo Bwana? Je, leo tunawaambia watoto wetu waje kwenye huduma? Leo unamwambia mwanao kwamba Mungu ni wa muhimu kuliko fedha? Leo unamwambia mwanao wa kike na kiume kwamba kwenda ibadani ni muhimu? Leo kama sisi wazazi hatuna Biblia, baba una Biblia, utamfunzaje mwanao njia impasayo Bwana? Bwana aturumie sana. Bwana aturumie sana. Yaani wewe mama unakuja kanisani, hauna Biblia, una simu, lakini Biblia hauna. Tena simu kubwa, sio ndogo, yenye uwezo wa kununua Biblia hata 10. Bana, Biblia simu ya 200,000 inanunua Biblia zaidi ya ngapi? Zaidi ya Biblia 4. Lakini una simu, una Biblia. Mtoto anapata wapi mafundisho kutoka kwa mama na baba? Bwana Yesu atupe somo. Pesa, kwa kuwa huduma kwa mtoto ni agizo kutoka kwa Mungu. Andika moja. Wazazi wanapaswa kutii amri ya Mungu na kuwafundisha watoto. Wazazi wanapaswa kutii amri ya Mungu na kuwafundisha watoto wao, kwa sababu watoto hupokea
kutoka kwa Yesu. Wazazi mnapaswa kutii amri ya Mungu ya kuwafundisha watoto wenu, kwa sababu watoto wetu hawa wanapokea kutoka kwa Mungu. Huduma ya Bwana wameikosa kuanzia nyumbani kwa wazazi wao. Hakuna mlezi wa kiroho. Leo watoto wetu wanakwenda vingine. Bwana asifiwe. Miaka fulani, najua mtoto unavyomlea ndiye atakavyokuwa. Miaka fulani kijijini kwetu huko, mama, hebu nisikizeni vizuri, waleeni vitoto kwa watoto wenu kwa njia mpasayo nani? Wote tuseme kwa njia mpasayo Bwana. Namna unavyomlea mwanao. Mama, kama unatoka, nisikilizeni na nini ambao mtaungana nasi. Kama mama unatoka kwenye nyumba yako, umepiga mimi na mtoto wa kike naye, hata kama ni wa miaka 8 7, atajua kwamba kuishi duniani ni kuvaa mimi. Mama unatoka ndani ya nyumba. Sasa nikupe kisa fulani. Kijijini kwetu, miaka imepita mingi sana, kama 28 bado nakumbuka. Kijana ambaye nimesoma naye darasa la 7, tulikuwa darasa la 6. Miaka hiyo, sema miaka hiyo. Sema miaka hiyo. Sasa mama ana tabia ya kuvaa tu mchongo fulani. Umetumia lugha nyingine. Mama ana discipline. Nazungumzia kumlea Bwana, kumlea mtoto katika njia mchayo impasayo nani? Bwana. Anatoka na michoro nimesoma naye darasa la 7. Tulikuwa darasa la 6. Miaka hiyo, sema miaka hiyo. Sema miaka hiyo. Sasa mama ana tabia ya kuvaa tu mchongo fulani. Umetumia lugha nyingine. Mama ana discipline. Nazungumzia kumlea Bwana, kumlea mtoto katika njia mchayo impasayo nani? Bwana. Anatoka na michomoko yake. Sasa wakati anatoka, kumbe mtoto wake wa kiume alikuwa amefika miaka kama 20. Akawa anamtazama mama kila siku. Sasa mama amerudi, wamekaa sebuleni, wanakula chakula, wakamaliza kula. Na baba yake amekaa, akamwambia mama yake, kama mama wewe ni mzuri. Mama wewe ni nini? Sio nalika mzuri. Unaweza ukazalisha bomu namna unavyomlea mtoto wako. Akamwambia mama yake mbele ya baba yake, mama wewe ni mzuri. Ana lugha aliyoitumia, sitaitaja hapa. Mama wewe ni mzuri. Akamuuliza, hivi ni mzuri wapi? Akamwambia, wewe niache kwa. Akamwambia mama wewe ni mzuri na miguu myeupe. Na baba yake akashutuka. Huyu mtoto amemwonaje mama yake ana miguu myeupe? Malezi. Wewe kama umeokoka nisikilize. Wala kama hujaokoka utanisikiliza. Namna unavyotoka ndani ya nyumba yako, ndivyo mtoto atakavyokuona. Akamwambia una miguu myeupe mbele ya baba yake. Baba yake akaamua sasa, ili kulinda heshima mama yake na mke wake, aamke atandike yule kijana. Lakini ameshatamka. Tuko pamoja mama? Mzazi unapaswa kumlea mtoto wako kwa njia mpasayo Bwana. Mzazi unapaswa amlee mtoto kwa njia mpasayo Bwana. Haleluya. Umlee mtoto kwa njia mpasayo Bwana, naye hataiacha hata uzee wake. Jina Bwana lisifiwe sana. Kwa hiyo unapomlea mtoto wako katika njia mpasayo Bwana, hata ukiondoka utakuwa umemwacha kwenye msingi ulio bora. Amen. Yaani utakuwa na shaka kwamba nimewacha watoto wangu sasa nimeondoka, wataishije? Mtoto aliyefundishwa jina Bwana
Hata akibaki peke yake duniani atakuwa na mwelekeo ulio bora. Sema amina. Mtoto aliyefundishwa kwa njia pana, hata akiondoka wazazi wake wakaenda wakachukuliwa na Bwana, atabaki salama kwa sababu alifunzwa na wazazi wake. Leo mkiona viongozi ndani ya serikali wazuri, walifunzwa. Amen. Amen. Mkiona wachungaji wanaohubiri, walifunzwa. Jina Bwana libarikiwe. Yawezekana mchungaji alikuwa ni mlevi zamani, lakini baada ya kumpata mchungaji wa kiroho amenifundisha njia mpasayo Bwana. Amen. Jina Bwana lisifiwe. Kwa hiyo wajibu wa mzazi, samani ya kumlea mtoto katika njia mpasayo Bwana ni ajabu mno. Mzazi ndiye atakuwa kisababishi cha kwanza kumlea mtoto katika njia mpasayo Bwana. Akiwa nyumbani atamlea mwanawe, atamfundisha kumcha Mungu, na huyo mtoto akija kanisani akakutana walimu wa Sunday, akakutana walimu wa Jumamosi, jamani hatakuwa na shida. Amen. Amen. Hatakuwa na shida yoyote. Atakuwa ni mzuri. Atakuwa ni tunu ya taifa. Kila kiongozi nilimwona aliyefanikiwa dunia hii, kuna malezi yalisababisha.